Support your sentence, your statement. Siapa mtoto? Cha mtoto wa Kezi. Kezi. Tuki hapa mahali tuko sasa. Tuko kazi. Hi guys. Tuko kazi. Kezi nikuulize. Sikuulizaji maswali ngumu. Ulizaga zile una manage kujibu. Ndio tuko na kameza. Hata siko nimenote. Katuagi hapa. Tables was natane. Hii umetana? Change location. Kezi nikuulize. Aya. There's something I want us to discuss. Kitu rahisi sana because it's something that we know, we both know. Sasa hivi leo uko wewe, msichana mrembo, unapenda wiki yako? Sawa. Hata si weight, hata nisikuulize weight, hata nikuulize size yako. Unapenda size yako? Unapenda hiyo size yako? Sana. Kwa nini? Mimi naona kama poa. Ukiwa size ndogo. Ndio hii size ndogo. Sema hivyo sana. But hawezi classifyiwa kama mkubwa. Hata si mtu mkubwa. Hawezi classifyiwa kama mtu like average. Average weight. Yako ni tena niko mrefu. Sasa nikuulize. Let's talk about the different weights to weigh during different stages in life. How is that? Hiyo dawa bado hijamezeka. Acha niongeze tu maji. Nimeza Panadol juu. Nafikiri ni kama mwili wangu haiko poa, sija recover kabisa homa. Tukiwa wadogo age gani? Wadogo. Kwa sana usinidonge stunt tuna shoot. Yeah. Nakula na mbichi. Nimekaa. Okay. Hebu tukiwa wadogo age gani? Toddlers. Ndio miaka 2. Miaka 2 hivyo. Small babies. Baby. Tulikuwa na mapundu ni makai. Tulikuwa tunono. Tukiwa wadogo na tulikuwa wanono sana. Hadi tu mikono. Tuko na mkono. Sahi ngono zetu zimepona. Tulikuwa hata ungetukumbuka tukiwa wote wawili. Tulikuwa tumejaajaa. Tulikuwa kwanza nilizaliwa nikiwa mnono. Hata ni kama nilikuwa huko umefika. Underweight. Mimi nilizaliwa na I think kilo 3. Hata rasima kwa sababu mimi watoto wangu nimewazaa wakiwa 3.9, 3.7 hapo. Hata si mob. Mimi naonaga hiyo kukua wakubwa ilikuja mahali tuliintroduce wa solid food. I think so. Cause wewe zamani mtoto sasa unajua kwa watoto wawili wanataka kunyonya, madhe sio mtu akukaa mahali pamoja, lazima aende kwa shamba, lazima aende wapi. Ndio maana tuliintroduce wa food mapema. 2 weeks tulikuwa tushakula popo. Sasa ni remember tukiwa wakubwa. But hizo ni mapicha zenye huwa tunaona. Hizo ni picha ziko kwa album. Venye tukikuta tukiwa lower primary I think na tukiwa pia primary. Tulikuwa chubby. But tulikuwa tumeponda. Makaizi chicks ziko. Chicks ziko full. But huku kwingine mwili ni ndogo. Mbona tulikuwa hivyo? I don't know why. But tulikuwa hivyo. Chicks ndio zinakaa ni kubwa hadi tumikono tumeanza kuponda. Hadi kwa vile hata kuna place nilifikaga nikiwa class 6 hapo. Sasa nikaponda hata zaidi. Mpaka nikapinda hivi. But nilikuwa msika. So mimi nataka kukuuliza, nataka kukukumbusha. Sasa hata usinikumbushe, hata hakuna kitu cha kukumbusha. Unajua? Tukaanza class 8. Tukaenda high school.
Form 1, Form 2. Kama kupangiwa. I did not like that. It was bad. I did not like that. Especially for you. Especially for you. I did not like that. I remember bado tukiwa hiyo age. Hata tulikuwa tumejoin high school. Yote ndio tuongeza hiyo weight sana. Hata tukienda kuingia high school tulikuwa tunaanza kuongeza weight. Sasa vile tuliingia high school sasa ikakuwa sasa ikaongezeka. Kwanza wewe. Kwanza nini? Yangu hata haikuwa noma. Ilikuwa mbaya. Na mimi nilikuwa more. Ilikuwa zaidi. But I remember there's a time like ulivaa nguo nikasema nikakasirika. Ukatoa Nikaitoa nikasema siivai tena sitaki. Nilikuwa naipenda sasa hiyo siku imenitoa vibaya. Imetoa nini? Juu nimeongeza hadi mkono hadi huku hivi. Hadi mwili unaanza ku stretch. I did not like sasa ilikuwa hapo ndio ili stretchia hapo zaidi. Hadi huku ili stretchia hapo hiyo age. Hiyo age. Nakumbukaga ukivaa nguo ilikuwa Sunday tukienda church. Ukavaa nguo ukatoa. So unaona? Sasa hiyo hata sinaga shida kubwa sana nayo hiyo ya high school. Hiyo sinaga shida kubwa na although pia wewe after hapo sasa uliuzi iko kibaya sana. Kuna wakati nilienda mahali kunaitwa I am telling you when I went to campus, juu nikitoka after nimetoka high school hata sikugraduate. Nilikuwa na kawei but si kama ile ya form 1 form 2. Nikaenda campus. I am telling you within the first semester nilikuwa already na kilo 53 kama zilikuwa mingi sana. Hadi umetoa hizi vya hadi huku hadi nikivaa trouser na funga mshipi karibu mshipi nimetoboa hivi shimo. Na by the way si understand nimelose sometimes inakuaga hivyo. I think ni pia vile diet yako ilibadilika sana. Alafu tena I think sikupenda hiyo. Hauko comfortable. Na sijui kama sikupenda hiyo place ama sijui kwa nini ama ni hiyo kubadilisha tu. Lakini pia wewe unakuaga na shida na places zote kama zenye ni mgeni kwako. Juu hata high school venye uliingia high school ulikuwa unakuwa homesick sana. Mimi nilikuwa homesick. Sasa mimi nilikuwa introverted. Hadi ulikuwa unalia. Wewe it's easier for you to make friends. It's not for me. It's easier for me to talk to people. Hata si lazima tuwakuwe friends. Kuongea tu na watu. Kwangu ilikuwa gidacha. Mimi hata by that for example tuanze kuongea na watu na mtu leo. Ati hiyo sasa kuwa consistent, ati talking to someone mimi kwangu ilikuwa right. Although pia naona siku hizi unaongeaga na watu. Tangu nianze kufanya biashara. Tangu kuja hapa unaongeaga na watu. Unakujaga unapata nani anakanakani kama ni best yako like we're talking a lot. Actually most of the people wenye wananijua nikiwa hapa kwa hii biashara they know me as a sociable person. Hivyo ndio wananijua. Hivyo ndio wananijua. Yaani ukijaribu kuambia huyo mtu huwezi convince huyo mtu mimi ni introverted. Hivi sasa mimi nakujaga hapa napata ukiongea na watu hadi nawauliza ama mnaongea na wewe hivyo? Naongea mimi kulingana na venye ninakujua. Mimi si kuongea hivyo sana. Mimi ni mtu mwenye naweza kaa kwa nyumba hata sitokagi kwa nyumba. Ila niko comfortable. I don't have a problem. Napenda kwenda. But sasa hiyo sio issue. Tulikuwa tunaongelea story ya weight na hizo body changes zenye tumepitia hadi sahi. Hadi venye tuko sahi. Acha nikwambie. Mimi story ya mwili kubwa story ya mwili kubwa nimeionja, hata sio kuionja. Nimeishi. Nimeishi hata nikwambie, especially when nilianza sasa story ya kupata mimba. Story ya kupata mimba mara nimepata. Nikapata tena. Venye nilianzaga hiyo story ya kuanza kushika mimba.
Hapo ndo maneno yako na mwili. Hata leo unajua hata endelea kwanza niko na confession. So hiyo story ya kushika mimba ilifanya nikajua hii mwili yangu inaweza panuka. Wewe ni ulinishtua. Mimi sikuwa najua tunaweza kuwa mkubwa. Mimi sijui kama naweza kuwa mkubwa hivyo. But wewe ulikuwa mkubwa hivyo. Unajua unaweza. Mimi nishangaa wewe tunaweza nenepa hivi. Tu ulikuwa wewe wakati nilikuja wewe na sasa tulikuwa shule. Niko almost kupata my first born. Ulikuwa almost kupata mtoto wa kwanza. Nilikuja. Nilikuona. Mimi siko kuchukua hivyo. Nilikuwa nasimama kwa mlango hii nyumba inajaa. Nilikuwa nalala kwa kitanda na jaa kwa kitanda. Alafu ulikuwa unaniambia umestinyiwa na juice na wazi. Mpaka ulikuwa unacheka unafunga macho. Ilikuwa mbaya, sikuwa naipenda. Ilikuwa inaniboo. Ilikuwa but at the back of my mind nilikuwa najua nitarudisha mwili yangu. Sasa sikuwa najua ita take how long. Wewe kwanza sasa tumefika hapo kwa confession. Sasa leo day confess. Zile miaka zote miaka ngapi? Miaka 7. Zimedu? Ama miaka 6 hivi. Wacha nakuja. Miaka 6 zile kuanza lini ama ulinenepa alafu ikakuwa ni kama kwa hiyo mwili for quite some time. Hiyo mwili kubwa. Miaka 6. 6 years ago. 6 years ago. Ni roughly 7 years tuseme hiyo wakati nilipata ball ya kwanza. My daughter is 7. 7 years nitangu nilipata mtoto. Or there's before that. Yes, before nikiwa na mimba. Kuja uanze ni kama unazoea hiyo mwili, ni kama inakuwa sasa unazoea ni kama ndio mwili yako. It's been like 6 years. Si kweli. Sasa tunaongelea kama nilipata mtoto wako wa kwanza. Mtoto mwili na kama imebaki hapo. Imekataa kurudi enda hivyo sana. Kuna wakati nilikatalia. Hii ya pili ndo. Ya pili ilikuwa blanda. Unajua ya kwanza niko shule, so the minute niweza kurudi kwa vitabu and all that. Hiyo mafuta ilichomeka. Sasa ya pili unaona hata siendi shule. Niko kwa kina ndoa. Nilikaa actually mili yangu ya pili ilikuja, hiyo baby fat ilikuja kuisha my son akiwa already mwaka na miezi 8 hivyo. Nisikaleta kunyonya akiwa mwaka na nusu. Now 2 months after that sasa nilianza juu unajua sasa chakula nayo nilianza ku reduce intake ya chakula. Juu najua mimi nilikuwa nakula chakula mob. Ulikuwa unashika nini sahani? Sasa ndio waonyeshe. Alikuwa anashika nini sahani? Anaweka chakula, mbona inakaa hivi? Mbona inaanguka? Vinyo chakula ni mzito. Na atafagia na niongeze. Ati kuna siku uliza madhe. Niliuliza madhe, kuna hizi sahani za plastic zinakuwa zimeandikwa ni CK ama ni CK. Hizi ya red. Nikiwa ushago sasa, nikiwa mshauri wa second born. Nikauliza madhe, ati madhe, kwani hizi sahani zimeanza kuwa ndogo? Sasa kwa kidongo nilikuwa naona zile zenye nilikuwa najua before ni kama zilipasuka. Akienda kwa soko ku replay akaniambia zingine zenye ni ndogo. Aliniambia hakuna sahani ndogo, kuna chakula kuongeze. Unajua muuliza hivyo anaona unamaanisha hautashiba. Ushibi raundi moja. Na maana anajua kufeed mtu by the way. Anajua kufeed mtu. Anaambia tu sasa tumbo ilikuwa ni kama ni mfuko, ni kama kiondo, ni kuweka tu. Kila dakika ni kuweka tu. Nilikuwa nasikia. Sasa si yote after nipata second born. Sasa nikakokoa kanalala. Nikalikuwa kadogo. Umeenda kufua huko nini na hapo nje. Unafua. Na uko kwa stress za ile nini tanki ya huko nyuma. Unafua. Nasikia kama ameamka anaanza kulia. Nasikia ukikuja. Baka na mimi ni watu kushangaa. Juu nilipofika mahali sijui kitu cha kusema. Nilibaki mimi hata nijionee. Najua sikufanya TV. Au kufanya. Lakini hiyo mimi nilikuwa inanibo.
Ilikuwa na nibosi sema ati nilikuwa comfortable. Nilikuwa na confess. Venye mwili yako itakuwa kubwa, ndio itakuwa kubwa, ikatani kama ina maintain hapo. Ukachukua tungo twako, tungo twangu smart, ukatupeana au kunipea hata kamoja. What do you mean? Hiyo ni wakati gani? Wewe unajua tu, mimi sijui. Kulifika wakati zikiwa ushago hatukuwa ushago. Nikiwa nimeolewa kwa kuna ndoa ati kuna tenye ulikuwa unataka na nilikuwa nakwambia tunapenda ile dress yako ya watu wa pink na black, napenda dress yako fulani. Hizo nilizipenda huko kwa kina ndoa. Ulichukua hizo nguo zote ukazipeana kwa kina ndoa au kunipea hata pamoja. Imagine. Pole mtu wangu. Siwezi fanya hivyo kama nilikuwa na kumbuka. Unajua tena kitu yangu ni kama ilikuwa mbaya. Si unajua? Sasa kwenye nilizia kwa kina ndoa. Sasa kitu yangu ilianza kunini kufikiria vitu za ndoa. Anazia nilisahau. I remember. Pole. Mimi sasa nilikuja I think sijui nilijulia wapi kama nilikuja kutembea kuinua manini. Unajua hakuna hizo nguo. Akaniambia tulizipeana kwa kina ndoa. Although hata hiyo tena ukisema nilipeana kuna zenye nilikuwa nimesave hata kama hazinitoshei. Lakini ile round yenye nilitokanga kwa kina ndoa kuna nguo mimi niliachaga na sikuwahi chukua hadi wa leo. Tena na hizo nguo. Tena na hizo. Hizo za hiyo round ya pili najua. Naongelelea 2021 nguo zenye nilikuwa navaa ukiwa campus. Ndio hivyo nakwambia, mimi nikiwa campus, mwenye nilitoka campus, si niliolewa. Hata kucheka. Si niliolewa. Bila niliolewa kuna tungu hata mimi nilikuwa napenda sana. Tulikuwa tuzuri kabisa. Na hata kama kuna zenye hazikuwa zinanitoshea zilikuwa ndogo kwangu, kuna zile nilisave. Kwa pamoja hadi hapo. Sasa si nimekuja kutoka kwa ndoa 2021. Mimi hata sijui kutoka kwa kina ndoa. Yaani nakwamaanisha unaona maisha kakiwa ka newborn. Basi nimetoka. Kuna manguo niliachaga na sikuja kukuchukua after that. Nilienda za mtoi. Nakumbuka nienda kuchukua za mtoi. Ndio tunaenda na madhi. Sio zilikuwa za mtoi. Sana maanisha zangu, sikuchukua zangu. Kuchukua za mtoi. Za watoi tatizo. Sio kuna zenye niliacha na hadi leo sijui zilienda wapi. Bob sana. Umeelewa? Na kulikuwa na kizuri hapo. Hapo kuna zingine bado nilikuwa nimedispose, kuna zingine nilikuwa nimesave, nilikuwa najua hata kile nisave just in case nirudi kwa ile mwili. Hata nilikuwa nakusavia. Nilikuwa najisave nasema just in case nirudi kwa ile mwili, utu nitavaa. Ninakupenda. Okay, hiyo ndio ilikuwa confession. Mimi nilisikia haya bana. Si unajua sasa nikaweza kuwa na kitu kizuri siwezi kosa kukupea. Si ni kweli? Siwezi kosa kukuinclude. Si ni kweli? Ni kweli ni ati siwezi sinaweza kosa. Sasa hata story hata nikwambie story yenyewe nilikuwa nakwambia. Mimi maneno ya mwili kubwa, hiyo maneno nilikataa kabisa. Unajua kuna wenye milioni inakataaga hata nikwambie. Mimi ukataa kurudi. The one thing I know about mwili kubwa ni ati unafaa kuangalia reason yenye inafanya mwili kuwe kubwa. For example in my case, reason yenye ilikuwa inafanya mwili wangu kuwe kubwa ni as much as nilikuwa na mimba ni kukula. Ulikuwa unakula carton ya biscuit na 3 days. Hata ni 2. Hata uko na bata na uko na meno zote. Hizo zingine zinakuwa nini? Sometimes zinasumbua. Kidogo tu. Na waru. Ulikuwa unakula waru in whatever form. Na cabbage. Waru chemfu. Waru karamu. Waru ipike mkimo. Waru ikanywe nini? Wewe ni waru. Na cabbage cause hata cabbage si mbaya, at least cabbage unajua ni cabbage ni vegetable na ni vegetable. Hiyo haina shida, juu inasaidia. Waru na ngano. Waru na ngano. Nilikuwa nakula. Nilikuwa napenda kupika chapo. Mimi hata sitaongea sana. Nilikuwa napika chapo, stew ya chapo, si unajua stew ya chapo ilikuwa gani?
Stew ya chapo is a meal by itself. Whole meal. Kwani nini hapa? The first day yenye sasa maajabu yote niliyaona Kwa macho yako hayo. kwa macho yangu. I think it was after the first one. After amekuja sasa. Nikakuja sasa kuona mtoto. Niliona hadi maajabu. Niliona mtoto na nikaona maajabu. Ajabu gani? Si ulikuwa kutoka chapo, ulikuwa unapenda kupika chapo. Hata kama nikaleka unga kadogo. Ndio chapo zitatoka ni sawa. Pike chapo. Sasa mimi najua kwa nyuma tunapika chapati na tupike kastiu hapo kando. Sasa leo tuna roll na machapo. Hapo chapati na hizo zinaiva, hapo kando tena unaosha mchele. Nikasema ni kama ndio buffet. Kidogo umaliza kupika chapo ulikuwa unajifungia hapo na kuona kwa ndoo ya waru. Umechonga na naona hii waru si waru ya ni waru ya mili. Nikasema ama labda chakula mchele na waru hii chakula labda ni ya kunywa na chai. Ilikuwa masaa jioni? Ilikuwa masaa ya jioni. Masaa ya jioni hata sisi sema ilikuwa safa. Yaani ilikuwa wakati tuliamua tupike. Saa 10 hapo. Umaliza sasa kupika. Naona vitu zenye sasa zinakuja kuandaliwa kwa meza. Kuna chapati hapo kando kuna mchele na waru na kulikuwa na mbosho na cabbage. Singeacha cabbage. Sahani kimejaa hivi mchele na waru na mbosho na hapa kando kuna chapo huko kuna chai. Sahani imejaa mchele yako. Mimi sikuwa najua tunafanyaga hivyo. Sasa ilikuwa imepata wakati yenye mimi I was a very poor kid. Yeah, ulikuwa mkonda kabisa. I was very poor. Mimi ilikuwa imetosha nikule mchele slice 2 ya mkate. Nitakula tena jioni. Na hata hiyo jioni nitakula kidogo sana. Vijiko 3 nje. I was very poor for reasons I don't understand. Yaani kama ulikuwa na stress. Nilikuwa na mambo tu mingi. Ulikuwa gani na stress? Kamulikia pasia. Ulikuwa na stress. Stress mingi sana by the way. Stress zilikuwa visible. Nilikuwa na stress. Ulikuwa gati unakaa ni kama uko msik. Ni kama unafikiria sana. Nilikuwa na overthink. Ulikuwa unakaa tu like hauwezi relax. Nilikuwa anxious. Hauwezi relax. Yaani uko tu hata siwezi elewa ni nini nakusumbua. Sijui. Alafu kuna time ulikuwa unakaa tu hivyo unasikia sijui mnaenda OC. Mnaenda na madhe sijui wapi OC. Mili hakuna. Kidini yako ilianza kuwa mbaya vile uliingia campus. Vile uliingia first year. Hapo ndio ilianza kukula vibaya kabisa. Hadi vile nilienda shule ukaanza kujipikia. Ukakuwa huko committed kwa sahani yako. Ikakuwa mbaya. But anyway, wacha nikwambie, hiyo weight kubwa mimi ilikuwa inanisumbua. Wacha nikwambie, unaona nini? Hata kama niko na kitu yenye naona haibambi sana, hauta note. Don't concentrate nayo sana. Sasa nikitembea kwa barabara na kilo zangu 100 ziko zinabonga hadi 100. Sinakuwa hivyo. 108, 111. Nilikuwa napeleka mtoto clinic. Sinajua kupeleka mtoto clinic anapima weight na pia wewe unaambiwa upime weight. Sijui kwa nini walikuwa wanapima mzazi weight. Nasimama kwa hii scale manase wanaangaliana. Ndovu ni kuu. Inaenda tu. Karibu kaisha beta. Kanazunguka tu, kanasimamia 109. 111 na mdogo. 111 is the highest kgs I remember ni way. Na ukisikia ni 111 usifikirie ati ni mifupa inafanya nikuwe na hiyo weight kubwa, ni nyama. Alafu hata nikwambie kitu kingine yenye watu wataraji kusema na ni kweli kabisa. Hata utaniambia. Inasema you bear me what? Witness. You bear me witness. Stretch marks be ugly. Ni kweli ama ni uongo?
Stretch marks ni ugly. Whether zimekuja through pregnancy ama zimekuja through wewe kuongeza tu weight kinamna yako. Stretch marks sio supu. Unajua kuna watu wengine wanaweza ambia, unajua mimi nikiwa na ball, acha kwanza nikwambie. Unajua mimi nikiwa na ball nilipatanga stretch marks. Mimi nakwambia lakini si juu ya mtu ziko tu sawa. Haziko sawa. Ni mbaya. Okay. Sio smart. Ndio wewe niambia. Okay, wacha tuseme aje. Kama hapa kuna tuseme ni self service. We are picking what we want for our bodies. Hakuna mtu anaenda pick. Stretch marks sita tu. Tu kuna zile stretch marks zenye zinakuwa unakubali ukiwekewa kiasi akona stretch marks hapa hizo za na uwekea kiasi nyingine hapa mwenye hana stretch marks siko tu huyu you won't want you actually unapata saa ingine before sasa ukuje kujikubali hivyo ndo is like that kuna skin scars the skin zenye hata zina stretch but hazina marks before ukuje kukubali kuna kwa umetry out different exactly. Ni sometimes nikiongea na watu wenye wako na stretch marks, tukiongea story ya are you comfortable na stretch marks zako, unaona mtu mwingine anakuja anajidanganya na anakudanganya ati mimi nasema ziko tu sawa, sijui zangu sijui nini haziko sawa, ni mbaya sana.